Ni kibali kwa kanisa kuziambia mamlaka za dunia kwamba mateso na kifo havifai tena, watafute njia nyingine. Kanisa likifanya hivyo haliingilii siasa. Kanisa hili na viongozi wa dini hawa tukisimama barabarani tukapongeza na kushangilia serikali yetu kwamba inaupiga mwingi, tunakuwa tuingilii siasa, kwa sababu tumefanya nini? Tumepongeza. Lakini tukisimama tukasema mnaupiga mchache, hapo tumeingilia nini? Tumeingilia siasa. Ninachoona na ninachoamini, wanaopinga kanisa kufanya utetezi hawajawahi kuonewa wakatetewa. Hawajawahi kuonewa. Siku wakionewa na kanisa likasimama likawatetea, ndipo watakapojua kwamba ni muhimu sana kanisa kusimama katika zamu yake na kuwatetea wanaoonewa. Mimi ninaamini kabisa, kwa kadiri tunavyoruhusu dhambi na dhuluma kutamaraki katika jamii yetu, kila mtu anaweza kuonewa siku moja, tena wakati wowote. Haijalishi una nguvu na madaraka ya namna gani, ipo siku na wewe utafanya nini? Utaonewa. Kwa hiyo tukiruhusu mifumo ya uonevu iendelee kushamiri, hata wale tunao wadhani ni wakubwa sana, kuna siku wataonewa. Mimi niwaambie, siku moja nilitumiwa barua na spika wa bunge la Namibia. Akasema, Askofu Bagonza, nakufahamu, nimewahi kuwa nawe katika mikutano, nimekuona ukitetea watu hata usiowajua. Sasa nina jambo moja na kuomba utusaidie. Tunaomba umwandikie barua rais wa Afrika ya Kusini. Wakati huo alikuwa Thabo Mbeki. Kuna watu wawili muhimu sana walioshiriki katika harakati za ukombozi, lakini Thabo Mbeki amewafungulia mashtaka mabaya. Tunaomba uandike barua kumuomba Rais Thabo Mbeki hawa watu awahurumie, kwa sababu ya kazi nzuri walioifanya wakati wa kupigania uhuru na kuondoa ubaguzi wa rangi wa Afrika ya Kusini. Nikaandika ile barua, nikaituma. Kumbe zilikusanywa nyingi toka duniani. Mmoja wapo alikuwa ni katibu mkuu wa Baraza la Makanisa Afrika Kusini, Mchungaji Frank Chikane na wenzake. Basi wakapata msamaha. Lakini mimi nilivyomfahamu Frank Chikane wakati ule wa kupigania uhuru, alikuwa labda ni mtu watatu katika Afrika Kusini kwa nguvu na mamlaka. Lakini tazama, hata yeye alifunguliwa nini? Mashtaka. Mimi nawaambia, mifumo ya uonevu ikiruhusiwa kushamiri, hakuna ambaye hawezi kuonewa. Hata rais wetu anaweza siku moja akaonewa. Ana nguvu, rais kwa mujibu wa katiba ana nguvu sana, ana mamlaka, lakini kuna siku anaweza kuonewa, na anaweza akaonewa hata kabla hajatoka madarakani. Labda niwape mfano mwingine. Mimi si mnaniona hapa ni askofu wenu, mnafikiri na madaraka makubwa kwenye dayosisi, lakini wasaidizi wangu wakiamua kunionea, wanaweza kunionea mpaka mkanihurumia. Kama wewe baba mwenye nyumba unavyoweza kuonewa na mke wako na watoto, yani humo ndani ya nyumba, lakini hujui kinachofanya nini. Ukiingia wote kimya, ukitoka ndio wanaanza mambo yao. Ni kibali kwa kanisa kuziambia mamlaka za dunia kwamba mateso na kifo havifai tena, watafute njia nyingine. Kanisa likifanya hivyo haliingilii siasa. Kanisa hili na viongozi wa dini hawa tukisimama barabarani tukapongeza na kushangilia serikali yetu kwamba inaupiga mwingi, tunakuwa tuingilii siasa, kwa sababu tumefanya nini? Tumepongeza. Lakini tukisimama tukasema mnaupiga mchache, hapo tumeingilia nini? Tumeingilia siasa.
Ninachoona na ninachoamini, wanaopinga kanisa kufanya utetezi hawajawahi kuonewa wakatetewa. Hawajawahi kuonewa. Siku wakionewa na kanisa likasimama likawatetea, ndipo watakapojua kwamba ni muhimu sana kanisa kusimama katika zamu yake na kuwatetea wanaoonewa. Mimi ninaamini kabisa, kwa kadiri tunavyoruhusu dhambi na dhuluma kutamaraki katika jamii yetu, kila mtu anaweza kuonewa siku moja, tena wakati wowote. Haijalishi una nguvu na madaraka ya namna gani, ipo siku na wewe utafanya nini? Utaonewa. Kwa hiyo tukiruhusu mifumo ya uonevu iendelee kushamiri, hata wale tunao wadhani ni wakubwa sana, kuna siku wataonewa. Mimi niwaambie, siku moja nilitumiwa barua na spika wa bunge la Namibia. Akasema, Askofu Bagonza, nakufahamu, nimewahi kuwa nawe katika mikutano, nimekuona ukitetea watu hata usiowajua. Sasa nina jambo moja na kuomba utusaidie. Tunaomba umwandikie barua rais wa Afrika ya Kusini. Wakati huo alikuwa Thabo Mbeki. Kuna watu wawili muhimu sana walioshiriki katika harakati za ukombozi, lakini Thabo Mbeki amewafungulia mashtaka mabaya. Tunaomba uandike barua kumuomba Rais Thabo Mbeki hawa watu awahurumie, kwa sababu ya kazi nzuri walioifanya wakati wa kupigania uhuru na kuondoa ubaguzi wa rangi wa Afrika Kusini. Nikaandika ile barua, nikaituma. Kumbe zilikusanywa nyingi toka duniani. Mmoja wapo alikuwa ni katibu mkuu wa Baraza la Makanisa Afrika Kusini, Mchungaji Frank Chikane na wenzake. Basi wakapata msamaha. Lakini mimi nilivyomfahamu Frank Chikane wakati ule wa kupigania uhuru, alikuwa labda ni mtu watatu katika Afrika Kusini kwa nguvu na mamlaka. Lakini tazama, hata yeye alifunguliwa nini? Mashtaka. Mimi nawaambia, mifumo ya uonevu ikiruhusiwa kushamiri, hakuna ambaye hawezi kuonewa. Hata rais wetu anaweza siku moja akaonewa. Ana nguvu, rais kwa mujibu wa katiba ana nguvu sana, ana mamlaka, lakini kuna siku anaweza kuonewa, na anaweza akaonewa hata kabla hajatoka madarakani. Labda niwape mfano mwingine. Mimi si mnaniona hapa ni askofu wenu, mnafikiri na madaraka makubwa kwenye dayosisi, lakini wasaidizi wangu wakiamua kunionea, wanaweza kunionea mpaka mkanihurumia. Kama wewe baba mwenye nyumba unavyoweza kuonewa na mke wako na watoto, yani humo ndani ya nyumba, lakini hujui kinachofanya nini. Ukiingia wote kimya, ukitoka ndio wanaanza mambo yao.